Happy day. Happy Sabbath and good news. Sabbath maber. Asante sana. Anwod Wamalwa. Anwod Karachuonyo. Anwod Agoglo. Mimi nimefurahi sana kuwa hapa siku ya leo. Na nataka nishukuru sana rafiki yangu Jared, mbunge wenu hapa, kutukaribisha tuje hapa siku ya leo kusherehekea nanyi. Katika sherehe hii ya mabanda, nataka nishukuru kanisa ya SDA. Na pia niseme asante sana kwa mbunge wenu kukaribisha watu wangu wa nyumbani. Nimeona watu kutoka Gendia hapa Kindubei. Mimi nimesoma kule Gendia, ndio sababu nasema mimi ni mtoto wa Karachuonyo. Na niko na mbunge wangu ndio mbunge mfupi sana Kenya. Anaitwa Adipo. Sijamuona hapa siku ya leo, lakini ametuma salamu. Na gavana wangu ni Gladys Wanga ako hapa na sisi. So ninafuraha kuwa hapa siku ya leo, na sababu tunaelekea kule Luanda. Tuko na mazishi ya vijana wawili walipigwa wakawawa na polisi. Walikuwa hapa Nyalenda katika kaunti ya Kisumu. Mmoja anaitwa Brian, mwingine anaitwa William. Maandamano yalikuwa yamekwisha, lakini polisi waliingia kwa estates. Baada ya maandamano wakavunja milango, wakavamia raia kwa nyumba zao usiku wa manane na wakawaumiza. Vijana hao walipigwa na wakaja hapa kwa hospitali ya Russia, wakakufa sababu their skulls had been cracked because of police brutality. Jana tumekuwa Bondo kuzika wengi ambao waliwawa, karibu watu 11. Tukimaliza kuzika Western leo Vihiga County, siku ya Jumanne tunaelekea Ukambani. Kule kwa Kalonzo pia kuna watu waliwawa, na siku ya Jumanne tunaenda kwa mazishi. So Wakristo mkiwa hapa siku ya leo, mkiomba pia muombe nchi yetu. Sababu yale yanatendeka Kenya sio mambo ya kawaida. Polisi ana bunduki, ana risasi, ana uniform ambayo ninyi mumenunua kwa ushuru wenu. Zile pesa mnatoa ndio zinanunua hizo viatu, uniform, bunduki na risasi. Na umewapa hizi bunduki na risasi wawalinde ninyi na mali yenu, sio kuwaua. Na ndio sababu tangu jana kama wanaazimio tumesema huyu mtu anaitwa Koome lazima akome kuwa IG wa Kenya, sababu hafai kuwa kwenye hiyo ofisi. Tumesema pia bwana Koome na polisi wake waliohusika kwa mauaji kwa njia ya kiholela ya Wakenya ambao tumezika jana, tunazika leo, tunazika Jumanne kule Ukambani, lazima waajibike, and justice must be done for these families. Na sio tu hapa Kenya, tuko tayari kwenda hata kule kwa International Criminal Court ICC kuhakikisha ya kwamba haki inatendeka. Tuko pamoja? Mwisho nataka niseme, sababu nimefanya kazi na ndugu yangu huyu Jared Okelo hapa. Na nimekuwa hapa mara nyingi nikiwa waziri wa maji, nimekuwa mara nyingi hapa nikiwa waziri wa ugatuzi, sababu Nyando ndio tumekuwa na mafuriko miaka mingi. So I want to urge you, my brother Jared, with your colleagues in parliament, and our leader is here. Because of the Kenya Kwanza politics of discrimination, lazima musimame kidete kupigania watu wetu. Hawa wamesema Kenya sasa is a private company with 2 main shareholders. Tuataka muendelee kupigania watu wa Nyando, sababu ile ambayo itasuluhisha maisha hapa, shida zenu, it's not relief food. Ni kuweka ile damu ya Soin Koru. Hiyo damu ndio itazuia mafuriko hapa milele na milele. Sasa wakianza kuelekeza 60 billion kule Kimwarer na Aror, lazima msimame mupiganie Soin Koru damu,
pia sisi tupate share yetu, pesa zije tujenge dam, tuzuie mafuriko hapa. Asante, Mungu awabariki. Makofi kwa Waziri Wamalwa. Let me recognize the presence in our midst of the Archbishop of the Voice of Salvation and Healing Church, Dr. Winnie Owiti. Asante sana. Kwa hivyo sasa niruhusu nialike aliyekuwa gavana wa Kakamega, aliye pia naibu wa kiongozi wa chama cha ODM na vile vile mwenyekiti wa kamati kuu ya chama cha Azimio la Umoja One Kenya, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Asante. Wananchi mjambo. Wananchi mjambo. Wakristo mjambo. God is good and all the time. Vile mmeambiwa, mimi ndio Wycliffe Ambassa Oparanya, Deputy Party Leader wa ODM, na pia nimekuwa gavana wa Kakamega kwa miaka 10. Sasa hivi